Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi allama bil qalam, allama al insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalam ala rasulillahi nurul hidayah wa ala alihi wa ashabihi an-nujumu rashada, amma ba'd. Baada kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za rehma wala Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, tukiwa bado tunaendelea katika vipindi vyetu na darasa zetu mbalimbali katika chaneli yako hii ya Msimbu Online TV. Lakini siku ya leo biidhnillahi taala tumekuja na mada pendwa, na mada ambazo watu wengi mara nyingi wananipigia simu na wengine muda mwingine hata kutuma message kwamba wanataka muendelezo mara kwa mara wa mada za tafsiri za ndoto. Kwa hiyo pindi unapopiga simu na maombi yanapokuwa mengi, basi mada hizo tunazileta. Leo mada inasema mwanamke usiote ndoto hizi nje 5 alafu kanyamaza. Mwanamke ukiota ndoto hizi 5 usinyamaze. Usinyamazi maana yake nini? Maana yake watafute wenye kuelewa mambo, watafute wenye kujua mambo ili wakufasirie na wakupe maana yake na wakwambie kitu gani ambacho kwamba uweze kukifanya biidhnillahi taala. Kama mwanamke akitokewa na akaota ndoto hizi ambazo leo tumezichagua 5, tunakwenda kuzieleza biidhnillahi taala. Niwaombe wale ambao ndio mara kwanza wanapita katika chaneli yetu hii wa subscribe ili waweze kupata darasa zetu hizi kila wakati tunapokuwa tunazileta. Na hii ndio faida ya mtu ambaye amesubscribe, kwa sababu unazipata mada zetu kwa wakati. Na baada ya kusema hayo, sasa twende moja kwa moja katika ndoto hizi ambazo tunakwenda kuzieleza kwa siku ya leo biidhnillahi taala, na hususan zinawahusu sana upande wa wanawake. Ndio maana tukasema kwamba kwa mwanamke kama ikimtokea hali kama hii, basi asinyamaze, kwa maana mtafute mtu mtaalamu mzuri aweze kumwambia nini tafsiri yake na kitu gani ambacho kwamba yeye ataweza kukifanya biidhnillahi taala. Tuanze na ya mwanzo kabisa. Kwa mwanamke yoyote yule ambaye amelala kisha akaota ameibiwa nguo. Amelala kisha akaota ameibiwa nguo, na nguo zenyewe alizoibiwa ni nguo za kiume. Yaani amelala kisha akaota anaibiwa nguo, lakini nguo zenyewe alizoibiwa ni nguo za kiume. Dada yangu, mama yangu, kama ikikutokea ndoto ya sampuli hii, usidharau na wala usinyamazie. Haraka watafute wakufasirie na wakueleze nini ukifanya biidhnillahi taala, kwa sababu ndoto hii inafasiri kwamba wewe mwanamama utaibiwa mume wako, utaibiwa mume. Kwa maana huyu mume atachukuliwa na mwanamke mwingine katika mazingira ya kawaida tu. Kwa mazingira hayo itafikia tu huyu mwanamke atakuja kukuasi kabisa wewe mwanamama, atakuwa hana habari kabisa na wewe mwanamama, atakutenga kabisa wewe mwanamama. Kwa hiyo ukiota ndoto kama hii usikae kimya. Kuna vitu watakiwa uvifanye biidhnillahi taala, na inshallah nitakuja kuvielekeza katika darasa litakalofuata baada darasa hili. Ndio maana nikasema subscribe channel yetu hii ili upate faida nyingi kupitia katika channel yetu hii. Kwa hiyo video itakayokuja nitakuja kueleza nini ukifanye ikitokea ndoto ya sampuli kama hii kwa mwanamke. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, kwa mwanamke amelala kisha akaota anatapika. Amelala kisha akaota anatapika. Mwanamke yote ambaye amelala kisha akaota ametapika, mwanamke huyu tafsiri yake amelishwa uchawi ambao unakwenda kuharibu mifumo yake ya yeye kuweza kupata ujauzito. Ina maana kwamba hata kama atakuwa hajazaa, basi kuna mitihani sana katika uzazi wake mwanamke huyu.
yani atapata mitihani katika swala zima la kuzaa, kupata ujauzito. Kama atakuwa hajazaa basi ajiangalie sana, au la basi anaweza akashika ujauzito lakini mimba zake zitakuwa zina matatizo na zinakuwa hazifikii mwishoni. Aidha inaweza ikaharibika kabla hajajifungua, ama ikishaingia ichukue muda mrefu inakwenda inaharibika, ama kutoshika kabisa ujauzito. Ni uchawi huu wa kulishwa au uchawi wa kunyeshwa kwa mwanamke ambaye amelala kisha akaota anatapika. Na hii si kutapika tu, hata akilala akaota anakwenda sana haja ndogo, anaenda sana haja ndogo, ama akilala kisha akaota na tokwa na jasho jingi katika usingizi, ama akilala kisha akaota anaharisha, yani kalala kisha anaota anaharisha. Zote hizi yafasiri kwa mwanamke huyu amefanyiwa sihiri, na uchawi wenyewe ni uchawi wa kulishwa, na hasa unalengwa kwenda kuharibu mifumo yake ya uzazi. Hiyo ndio ngapi? Ya pili. Ya tatu, kwa mwanamke ambaye amelala kisha akaota anachezewa katika sehemu za siri. Anachezewa katika sehemu za siri. Ndoto kama hii vile vile kwa mwanamke ni mbaya, kwa sababu huyu tafsiri yake anafungwa mwanamke huyu katika swala zima la tendo la ndoa. Hii maana yake nini? Yani hii maana yake kama atakuwa na mume wake atapata tabu sana kwenda naye katika tendo la ndoa. Mwanamume itafikia hatua atapoteza kabisa hisia kwa mwanamke katika tendo la ndoa, na hata muda mwingine kama atamuingilia, basi kuna uwezekano ule uume ndani ya tendo la ndoa katikati, ule uume ukapoteza nguvu katika kwa mwanamke huyu. Ni mbaya sana. Kwa hiyo kama unayo hii, basi haraka inshallah nenda kaifanyie kazi biidhnillah taala. Hiyo ni ya tatu katika zile tano ambazo leo tunakwenda kuzieleza biidhnillah taala. Hiyo ni ya tatu. Ya nne, hii ni nzuri kwa mwanamke ambaye walmar'ati idha ra'at kaannaha tatayibat. Mwanamke ambaye amelala kisha akaota yeye anajipaka manukato mazuri. Kalala kisha akaota anajipaka manukato mazuri. Tafsiri yake mwanamke huyo kama alikuwa ni mtu mbaya atakwenda katika wema, na kama alikuwa mwema atazidi wema zaidi, na kama atakuwa hajaolewa basi mwanamke huyu atakwenda ataolewa biidhnillah taala. Lakini ya tano, kwa yule ambaye kalala kisha akaota ananyonyesha ama anafanya tendo la jimai na mtu anayemjua ama asiyemjua, ni ndoto inaashiria mwanamke huyu amehasibiwa na shetani. Kuna mashaitani wawili hapa. Kuna mordami na kuna ashiku. Ashiku ni yule ambaye unaota unafanya tendo na mtu unayemjua, na mordami ni yule ambaye unaota unafanya tendo na mtu ambaye usiyemjua. Madhara yake ni nini? Madhara yake mwanamke huyu atakuwa anachukia sana wanaume, atakuwa hapendi tendo la ndoa, mara kwa mara atakuwa anapoteza mzunguko wake wa period. Kadhalika vile vile atakuwa ni mwenye hasira za mara kwa mara ambazo hazina sababu yote, na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Na mwingine muda mwingine huwa anaota kana kwamba ananyonyesha mtoto, ama kana kwamba ana mimba au anajifungua. Zote hizi si nzuri kwa mwanamke, na kama ataota basi aeleze ili aweze kusaidiwa biidhnillah taala. Kwa mawasiliano 0756 81 11 mwisho 26, 0756 81 11 mwisho 26. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.